Hey comrades, this is Karis Diver back here again. So, mnajua tunaenda kuhubiri pale Roysambu Camp Sunday. So I want to give you the information of how things will be then. Additionally, tutakuwa na Kenya Defence Forces. Kwa sababu hii shamba tunapigania pia ni yenu. So, the front line itakuwa ni Gen Z, wafuatiliwe na Kenya Defence Forces. Hii shamba ni yenu. Hatutawapigania kama nyinyi wenyewe mko tayari kujipigania. Then, we need to give you instructions of few things that you need to bring when you're coming to the prayer day on Sunday. Kitu ya kwanza mkuwe mmevaa sport shoes. Kwa sababu huko tutarukaruka na tumuimbie Mungu. Kitu ya pili, lazima mbebe Colgate. Sometimes Holy Spirit ikituingia, tunalianga na hiyo ni part ya vitu zenye mnafaa kuleta. The third thing, lazima mbebe maji. Cause huko hatutoki. Na sometimes because of sweating, unahitaji kuhydrate enough. Okay? If you can come with a mask. Just in case. Unajua bado COVID hatujui kama imeisha. Alright? So that is the instructions to any Kenya Defence Forces who are going to be willing to come and fellowship with us on Sunday. We have given you clear instructions of what you need to bring. Okay? So to my fellow Gen Zs and millennials, let's not be late. Praise. Let's keep time. Lazima tuheshimu Mungu. So, coming Sunday, we are going to be in church on time, and we are not relenting in any way. Hey comrades, this is Karis Diver back here again. I have a reminder, announcement. Kama hujapangwa pahali utakuwa this Sunday, tuko na slots za watu wa kukota tithe, praise and worship team, na tuko na ushers na band. So tafadhali, kama hujapewa any position, please feel free to reach out ili tukuassign pahali utakuwa. And I strongly believe that Gen Zs ni wacha Mungu. Tutakuwa huko and we'll make sure Holy Spirit atashuka huko. So praise. Let's also keep time. Ili si vizuri kuchelewa kwenda kanisa. So that at least sisi Gen Z tukuwa on the front line. Sisi ndiye tunahitaji Mungu zaidi nafikiri. So viti za kwanza zote pale mbele Gen Z ndi sisi tunafaa kuwa occupy. So let's keep time ili tukuwe kwa front. When I look at the community that the president was donating the 20 million shillings to, they were actually in a church. So they are not worshipping under a tree or under a tent. They're inside a church. There was no urgency. There was no emergency. And I know some politicians are actually gaslighting Kenyans and telling them it is the congregants who are asking for this. By the time the congregants are asking for some of those, whether it's the pastors or the congregants themselves, it is because they have known a habit which needs to stop. Yeah. The last I checked, you go to church for spiritual nourishment. And the best idea I have seen, because I go to church myself, the best idea I've seen, go to your church, have an interaction with your community. If you have a small Christian community, get an interaction with it. Speak to your pastors for spiritual nourishment. Moving from church to church, I only see it with politicians. Leo nataka tuogerere mtu anaitwa Jesus Winner, Bishop Mwai. Bishop Mwai, nimeona vijana wadogo, young people, wakisema wanataka kuoccupy your church. Bishop Mwai, nimeona wafuasi wako kwa mitandao na kiburi wakisema vile hawaligireti na vile ni pesa yao na vile wanajegea Mungu. Bishop Mwai, we want to tell you the truth on your face today. Bishop Mwai, kanisa lako linaibia wa Kenya. Bishop Mwai, there is no way people are sacrificing their lives. Young people are being killed by this regime so that we have good leadership. Na wewe una embrace our taxes. There is no way somebody getting a salary of 1.2 million is donating 20 million to you and promising another 100 million. Na anakupatia mpaka shamba ya wanajeshi and you are there saying you are serving the living God. Bishop Mwai, you are embarrassing God.
Huyu Mungu kwani anachukua vitu za wizi? Huyu Mungu wenyu kwani anapenda kupatiwa pesa ya wizi? Bishop Moi, watu wa mama wanalia watoto wao wameuliwa parliament. Bishop Moi, you never spoke anything. Watoto wa mama wa Kikuyu waliuliwa hapa. Watoto wa hawa mama mnafanya unawahubiria waliuliwa, you never spoke anything. Watu wakipigwa marisasi Githurai hukuongea. Watu wakipigwa marisasi hiyo Zimmerman unahubiri hukuongea. But here you are clapping your hands and receiving money ati ya kujengea Mungu. Why are you embarrassing your God? Kama huyo ni Mungu wa ukweli unajengea na pesa ya wizi, then you are not preaching the real God. Because the God you are preaching ni ule Mungu ambaye unawekaka kwa billboard, kwa pulpit. Watu wanaiba hakuna kufanana na yeye, na umeweka president kwa pulpit ati muna worship. Mr. Moi, you do not even respect the fact that Kenyan citizens have the rights of making their own political decisions. You take your responsibility from being a religious leader to a person who wants to tell his congregants the kind of direction you want to give them. Nyinyi mapasta mkiongozwa na Moi, you are the people who brought us here. Bishop Moi, you told us that God has appointed these people. Baka ukawaeka kwa pulpit wakaworshipiwa the whole time. Because you knew your money na utakuja kudonetiwa pesa. Because you knew huyu akiingia atakupatia ile shamba ambayo ulikuwa unataka kuchukua kwa wanajeshi. Because you knew huyu akiingia atakupatia sheke ya 120 million. Bishop Moi, you have disturbed the people of Thika Road. Ukipita Thika Road Sunday, watu unasimamishiwa magari kwa barabara. Mtu akiwa na mgonjwa anasimamishiwa na gari. Ma V8 yako ipite, ma TX yako ipite. Bishop Moi, you do not even have humanity in your heart. Umeona juzi tu watoto Baligo hawana madarasa, watoto Turukana wanasoma chini ya miti, kwingine hata hakuna madaraja ya kupita mito, kwingine hata hakuna the basic human needs hakuna. Lakini Bishop Moi, with one of the biggest churches in Kenya, one of the richest bishops in Kenya, you still embrace stolen money, 20 million shillings from somebody earning a salary of 1.2 million, who donates 20 times more of his salary. Hawa watu wanaua ili wakuwe ma president. Hawa watu wanafanya kila kitu ili wakuwe ma president. Kama wanapigana hivyo na mshahara ni 1.2 na wana donate 20 million in one day, it shows you that they are after our taxes. They are after the money we give. They are after the money that the government controls, and that is what they have been stealing to feed you. Bishop Moi, this time round, we are not going to let any other religious leader mislead wazazi wetu to make bad political decisions. I am fully supporting occupation for as long as it's a peaceful occupation. Peaceful protests are supported by the Constitution of Kenya, and we are going to say no because our taxes are involved. Na inyuda mwirao higeishi. Stop embarrassing God, the real God. Mungu baba ya Yesu. Yesu wa Nazareti haesi itikia kujengewa hekaru na pesa ya wizi. Haesi itikia kujengewa hekaru kwa shamba ya wizi. Wewe Bishop Moi ulisema that hata hiyo shamba you are clear that 3 acres ndio yenu na mnapatiwa 20 acres. We are not very stupid. Sisi sio wazazi wetu, tulisoma. Hata kama hatuna kasi, tulisoma na tuna watch. Sunday tukutane. Jesus winner. Thank you.